umeniweka mboni, pengine sioni. Wendo wangu wa ubani, nakupenda sio utani. Ukiwa mbali, sina amani. Kiumba, naomba nisamehe kwa kile nilichokifanya. Ila mwenzio nakupenda sana. Na ninajua fika kwamba ni shemeji yangu. Ila nimeshindwa kuzuia hisia zangu juu yako. Kesta, hivi umetumwa? Ingekuwa ni jini, ningesema umeagizwa. Ingekuwa ni mganga, ningesema umetumwa. Hivi, mkiona watu wametulia kwenye mapenzi yao, umetaka kuharibia mambo yao, Unajua kabisa mimi ni shemeji yako. Afu unafanya ujinga kama huu hapa. Sasa nikuambie kitu kimoja. Kama kuna watu wamekutuma wewe, kawaambie wamenoa, yani wamedunda. Si unanielewa? Shema, sio kama unavyofikiria wewe. Na kama nimeagizwa, basi nimeagizwa na moyo wangu. Ila usinifikirie vibaya. Najua ni ngumu sana kwa mwanamke kumtamkia mwanaume kwamba nakupenda. Elewa wazi kwamba mimi nakupenda. Hivyo shemeji amelogwa au kalewa? Lakini ingekuwa amelewa ningekuwa nanuka pombe. Au itakuwa ameambizana shoga yake kwamba nimepata kazi. Wanawake wakiwaga na kazi waifana kumenda mende. Ukiwa huna kazi wanakuona wewe wa nini? Amedunda kwa mtego wake. Uko wapi kwa sasa hivi? Aha, sasa fanya bidii. Jitahidi. Ikiwezekana fika nyumbani tuonane muda huu. Ni ya kawaida, ni ya kawaida. Asante. Nakuona ndo umerudi. Haya. Vipi? Umetuacha siku hivi. Ulikuwa unategemea tu nini? Shemeji, mbona nilikuaga nenda kuangalia kazi. Na isitoshe hapa nyumbani niliacha kiporo cha wali. Kwa nini msiweze kubudget vitu vingine hadi mimi hapa niwepo? Afu shemeji, unajua kabisa hali tulionayo ni ya kubangaiza. Tukitaka tule vizuri, tuishi vizuri, wakati bado. Ukifika tutajitanua. Basi. Ishie hapo hapo. Maana ukizidi kuongea wewe, unakaa vile utazidi kunichosha tu. Shemeji, wewe ni mtoto wa kiume. Jinsi ninavyohangaika mimi, na wewe atakuja kukukuta. Labda ningependa kukuambia, kule nilipoenda kuangalia kazi nimepata. Kwa hiyo kikubwa ni dua tu ili niweze kusonga na tuweze kufanikiwa tunachokitaka. Hongera. Ngoja tuone patakapofikia. Lakini shemeji, lakini nini? Punguza mdomo basi. Alafu wewe ni mtoto wa kiume. Hautaki kuongea sana. Mtoto wa kiume gani unakuwa unaongea namna hii?
nijue nikipata kazi kama mtu atafurahia, maisha yanaenda kubadilika. Nimepata kazi bado kuna kesi tena vile vile. Kwenye taarabu hii tunaita mipasho sasa. Ulivyokimbia ulizani sitokupata au? Upo tena wewe bwana Malasta. Aya. Hivyo unanitafutia nini kwani? Nimeukimbia kule mtoto wa watu nakimbia, wewe unanionyesha hadi nimekuja kufika hapa na nashangaa tena nakutana na wewe. Unanitakia nini? Sasa sikia nikwambie kitu. Kama wewe unajikuta muuni, mimi mwenyewe muuni kitambo, yani shazaa kitambo. Ila tofauti ni yao Malasta tu uliobeba huko kichwani. Kwa kuwa makini sana. Nadhani umenielewa. Ngoja nikwambie kitu. Mimi leo sitaki kugombana nawe. Ila yupo mtu ambaye ataunyamazisha huo mdomo wangu. Usimtishe. Hata wewe mtu mwenyewe simuogope. Alafu sikia nikwambie. Jana mimi ndo nyumbani. Kwa hiyo kuwa makini sana. Nadhani umenielewa. Kiukweli nilikuwa kama mnyonge rafiki yangu. Maana naenda shule hata sikuoni. Hata mimi nilikukumbuka kweli. Hatimaye ndo nimerudi. Ni sawa, lakini kwa nini uliamua kwenda kijijini wakati unajua ni mwanafunzi? Hata mimi bibi alinipeleka. Aliniambia tunaweza kukaa siku 2 au 3. Lakini nikashangaa siku zikazidi kuenda tu. Mpaka mimi nikaamua nirudi. Yeye nimemwacha huko. Na babu yako kalichukuliaje hili swali? Atasema nini sasa zaidi ya kufoka tu. Ila nilikuwa naomba madaftari yako ili niweze kupitia masomo kipindi ya primary school. Hamna shida. Hiko ndio kilichobaki. Sijui ameenda wapi. Ndio anatoka wote afu anafunga mlango. Kwa hiyo hajui kama nitarudi. Hivi vitu bado haviingia akilini kabisa. Hivi Kestan, nakufanya kitu kama hichi? Yaani ghafla tukumvamia mtu au ametumwa. Hii kitu kinanishangaza sana. Laiti Ratina akija kujua hili, sidhani kama urafiki wao utaendelea na mapenzi yangu atakuwa matatani. Nimeamini
wachawi wapo. Alichokifanya Kester ni uchawi mtupu. Pole, utakuwa sawa. Shemeji, kama unavyoona hali ya dada yako, inabidi uwe naye makini sana. Na zingatia maelekezo ya daktari kwamba utumbo wake bado haujawa sawa. Kwa hiyo hatakiwi kula vitu vigumu kama ugali. Hakikisha muda wote anapata mtori na azingatie kumeza dawa. Haina shida shemeji. Mimi nitakuwa nalizingatia sana hilo. Nitakuwa namwandalia mtori mapema ili awe anawahi hata kunywa dawa pia. Sawa. Mimi sio mkaaji sana maana unajua sehemu ambayo nimepaki gari sio sehemu salama kiasi hicho. Mimi naomba niwaache. Ila changamoto yote ambayo itajitokeza msisite kunipigia simu. Sawa. Nashukuru sana. Na ninashukuru kwa kumjali dada yangu. Na kulikuwa kuna shida aina yoyote, mimi nitakujulisha haraka iwezekanavyo. Bei. Mimi naomba niwaache. Pole. Basi sawa shemeji. Mwingize ndani. Hivi ni nini kinachoendelea kati ya yule mkaka na Shadraki? Isije kawa nafahamiana. Maana itakuwa kazi sana kwangu. Mungu saidia. Safari hii sasa. Ili hapa ni tela tu niliyomfanyia leo. Asubiri movie yenyewe inakuja. Shemeji, mimi nataka nitoke. Lakini tokea nitoke bafuni sijamkuta dada yako. Ameelekea wapi? Ameenda hapo juu dukani. Ameenda dukani? Ameenda dukani kufanya nini? Kwa dukani watu wanaenda kufanya nini? Hivi, mbona unaleta maswali ya kitoto namna hii? Alafu unajua hadi kuna mdo na kera Maana unauliza maswali ya kitoto sana. Mtu ameenda dukani unasema ameenda kufanya nini? Kwani dukani watu wanaenda kufanyaje? Au hujui watu wanaenda kufanyaje dukani? Shemeji, naongea hivyo nikiwa na maana. Na maanisha kwamba dada yako sijampa hela yoyote. Hiyo pesa katolea wapi hadi aenda dukani? Kumbe unajua kabisa kwamba hujampa hela, si ndivyo? Basi amepewa na mwanaume mwenzako, na sio wewe. Shemeji, hivi umeshanizoea kupitiliza? Hivi unanichukuliaje? Hivi unanidharau kiasi gani? Yaani dada yako kapewa hela na mwanaume mwingine, si ndivyo? Jana wewe. Shemeji, hivi unachukulia upole wangu, unachukulia udhaifu, si ndivyo? Yaani ninapoongea na nyamaza, unachukulia poa poa, si ndivyo? Hapana. Sio kama mimi nilikuwa namaanisha. Yaani mimi maana yangu kwamba ni mwanaume mwenyewe ni mimi. Shemeji, utani wa kijinga si utaki. Tutakuja kuumizana. Yaani niletee utani mimi, nitukane mimi, nifokee mimi. Ila sio kuleta utani kwenye mapenzi yangu.
leo ndo imekuwa mara ya kwanza chunga kupigwa kofi na mwanamke. Hivi nimekuwa dhaifu kiasi gani? Yaani mwanamke ananipiga tu hivi hivi. Au kisa siku ile kibwana chake kilinipiga ngumi ndo ananichukulia poa, yaani ananiona ananimudu. Sasa hivi amenitafuta bifu. Mara ya kwanza nilikuwa nalipo, ila hii hapa sasa ni nafsi yangu imeamua. Namsaka nyumba kwa nyumba, yaani door to door mpaka kieleweke. Esther, hivi una nini? Mbona unapenda kunifuatilia sana? Naomba niache na mapenzi yangu. Mbona unapenda kunifuatilia sana? Sio hivyo. Na sitaki tena tugombane. Mimi nilikusimamisha hapa ili nikujulie hali tu. Sikiza nikwambie. Naomba usiwe kikwazo kwenye maisha yangu. Yaani namaanisha usiwe kidudu mtu kwenye mapenzi yangu. Mbona ukiona watu wametulia unataka kuanza kuwaletea chokochoko? Yaani utumbo ule ufanya, wewe unataka kurudia, si ndivyo? Sikia nikwambie. Usidharau miguu ya kuku. Aliyakuwa ndio imebeba mboga yenyewe. Wewe endelea kulinga sana na huyo Latina. Na usimwamini sana mtu. Au unaweza kumwamini kumpa mayai ya kuhifadhia na bado akaachemsha. Leo unaniona mimi msumbufu. Na nataka kuyaribu mapenzi yenu. Ila ipo siku utahitaji ushauri kutoka kwangu. Itakuwa ni ngumu sana kunipata. Una siku njema. Samahani, nasahau kukuambia kitu. Binadamu wanabadilika sana. Usije ukashangaa hata uliyemsajilia laini akwambia futa namba yake. Nadhani hadi hapo umenipata. Ukiwa na maana gani? Nitafuta kwa muda wako. Kumbe unajua kabisa kwamba hujampa hela, si ndivyo? Basi amepewa na mwanaume mwenzako.